Habari zenu wa Tanzania. So video hii ni kwa ajili ya chama cha Chadema, au niseme viongozi wa Chadema. Niliona ile interview ya Heche juzi akiongea kwamba sisi wamwachie kwanza mwenyekiti wetu, then tutaongea nao, tutafanya maridhiano. Sikutaka kuongea because sitaki kuwaingilia Chadema kwenye siasa zao, kwenye uongozi wao. Iko ni chama chao, they can do whatever. Sisi ni wananchi, tunawasupport tu. Tunawasupport kwa sababu tunawahitaji watusaidie kudai haki. Lakini inabidi pia tuweze kuambia pale tunapoona kwamba labda hawaelekei sehemu sawa. Nilichokinoti sasa hivi Chadema kama wako desperate kwamba Lissu atoke ndani kwa cost yoyote. Hata kwa cost ya wananchi kupata haki. Whatever it is. Inabidi Chadema waelewe. Watanzania walikufa 29. Walipoteza maisha yao. Waliingia barabarani, wakapigwa risasi wakafa. Hawakufanya vile kwa sababu ya Lissu kutoka ndani. Tunampenda Lissu. Tunampenda sana ndugu yetu. Na anastahili kwa nje apambane. Lakini maandamano yalifanyika Watanzania wakiwa wanadai haki. Haki ya uwezo wa kuweza kuchagua vyama vyao, viongozi wao. Waliandamana kwa sababu ya ufisadi wa kihistoria uliopo ambao umeathiri maisha yao vibaya sana. Wana maisha magumu. So waliandamana kwa ajili ya ufisadi, waliandamana kwa ajili ya kudai haki. Hawakuandamana ili Chadema iruhusiwe kufanya siasa au nini. Kwa hiyo sasa hivi hapa tunapoona kwamba Chadema wao wanachokitaka ili kufanya maridhiano ni Lissu kutoka ndani, wanaanza kutuumiza. Maridhiano na muuaji Samia hayatakiwi hata dakika moja kwamba standard ya Chadema ni Lissu kutoka ndani. Kwanza hiyo ni insult kwa Watanzania walioandamana, kwamba mnasema tutakaa nao kama Lissu akitoka ndani. Hata Lissu pia amesema nikitoka wanitoe kwanza nitaongea nao. That's not correct. Okay. Inabidi Chadema, you have to understand kwamba CCM wanawachezea akili. Wanawachezea akili, wana buy time mpaka 2030. Wana buy time wapunguze hii temperature ya maandamano, temperature ya political temperature iliyoko Tanzania. Wanajaribu kuishusha. Na nyinyi almost like mnakaribia kuwasaidia. Mkishakaa nao mezani, temperature yote ya kudai haki imeisha. Kila Mtanzania itabidi akae asubiri 2030. Mkishakaa nao mezani. Je, solution ni kutokukaa nao mezani kabisa? Solution ni kutofanya maongezi yote na CCM? Hapana. Hiyo sio solution pia. At the end of the day, no matter what, ni lazima kuwa kuna maongezi fulani lazima yafanyike na hao wauaji. Lakini haitakiwi kuwapa kigezo kama hicho cha Lissu kuachiwa au nyinyi kufanya siasa. No. Kigezo, ningekuwa mimi sio kiongozi wa Chadema. Ningekuwa mimi kiongozi wa Chadema, kukaa kwangu chini na CCM, kukaa kwangu chini na Samia Suluhu, ingehitaji kitu kimoja kwanza kifanyike. La sivyo twende tunavyoenda. Kitu hicho ni angalau bunge livunjwe, lirudishwe kwenye uchaguzi. Bunge lirudi kwenye uchaguzi ili angalau wananchi wa Tanzania angalau wapate some kind of win kwenye vile vifo. Angalau watoto walokufa vifo vyao vilete haki ya maana kwenye nchi kabla upinzani hamjakaa na CCM. Huyo mama ana uwezo wa kuvunja hilo bunge likarudi kwenye uchaguzi ili angalau wananchi
mioyo yao itulie mpaka 2030. Angalau bunge. Hiyo ndio inatakiwa kuwa standard ya Chadema. Tutaongea na nyinyi kama mtavunja bunge lirudi kwenye uchaguzi. Ndio tutajua kweli mnamaanisha kuipeleka nchi kwenye haki. Na sio mkae nao hapo kwa mtaka nao maneno wataambieni katiba mpya, watawachezea kama Kikwete alivyowachezea. Tunaomba msituangushe. Tunawahitaji, but don't let us down. Msituangushe. Please, tunaombeni temperature ibaki. Temperature, mkishakaa na Samia, mmemlegitimize, pressure yote imeshuka, hakuna kitakachofanyika sasa hivi. Mtakaa tu mnaongea kwa siasa. CCM bado ameshikilia nchi, 2030 afanyie kile kile. CCM lazima wawaoneshe good faith kwamba haki inakuja, na hiyo good faith ni lazima bunge lirudi kwenye uchaguzi. Hiyo ndio inakuwa